tuangalie, tufafanue kitenzi ni nini. Kitenzi ni neno linaloeleza jambo lililotendwa au lililotendeka. Lililotendwa au lililotendeka. Kitenzi ni neno linaloeleza jambo lililotendwa au lililotendeka. Basi tuone moja kwa moja aina tofauti za vitenzi. Aina za vitenzi. Mwanafunzi lazima ujue aina tofauti za vitenzi. Moja, tuna kitenzi ambacho kitenzi halisi. Pili, tuna kitenzi kikuu. Tatu, tuna kitenzi kisaidizi. Kitenzi kisaidizi, na mwisho kabisa tuna kitenzi au vitenzi vishirikishi, kitenzi kishirikishi. Kwa hiyo tuanze na moja, tuangalie maana ya kitenzi halisi. Kitenzi halisi ni nini? Ni kitenzi ambacho kimejisimamia tu, huenda hakishughulishi au hakijishughulishi na kiambishi awali cha mtenda au cha kitenda, yaani kiambishi kinachorejelea nafsi au ngeli. Kwa hiyo kwa mfano tukisema kulima, kulima, kuchora, kuchora na vingine. Kwa hiyo kuna vitenzi vingi ambavyo ni vitenzi halisi ambavyo vimejisimamia tu, ambavyo havijishughulishi na viambishi tofauti, vya ngeli, viambishi vya kujirejea na vinginevyo. Mbili, kitenzi kikuu. Kitenzi kikuu ni vitenzi vikuu, ni vile ambavyo hubeba ujumbe muhimu wa kiarifu cha sentensi. Kwa hiyo kitenzi hichi tunakikuta ndani ya sentensi. Kwa mfano tukisema mama amelima, kwa mfano mama amelima au analima, au mtoto anacheza, anacheza. Ndani ya sentensi mama amelima au mtoto anacheza, kitenzi kikuu ni amelima na anacheza. Hivyo ndivyo vitenzi vikuu. Twende kwenye mfano wa vitenzi visaidizi. Kitenzi kisaidizi ni kitenzi ambacho
kinakuja kusaidia kitenzi kikuu katika sentence. Hutoa taarifa ya kusaidia vitenzi vikuu. Kwa mfano tukisema Maria alikuwa akipika. Maria alikuwa akipika. Akipika. Kitenzi kisaidizi kimekuja kusaidia kitenzi kikuu. Kwa hiyo ukiangalia vema, kitenzi kisaidizi huja baada ya kiima. Ukitoka kiima moja kwa moja unafuatisha kitenzi kisaidizi, pia kinakuja kinafata kitenzi kikuu. 4. Kitenzi kishirikishi. Kwenye kitenzi kishirikishi, mwanafunzi inatakiwa uwe makini, kwa sababu kitenzi kishirikishi vipo vya aina mbili. Aina mbili za vitenzi au vitenzi vishirikishi. Moja, aina ya kwanza, kuna vitenzi au vitenzi vishirikishi vipungufu. Kitenzi kishirikishi mfano wake tunaweza tukasema Sahabu ni mgonjwa. Sahabu ni mgonjwa. Sahabu ni mgonjwa. Ni kitenzi kishirikishi. Yupo nje. Yupo. Kitenzi yupo ni kitenzi kishirikishi. Mwalimu mkuu alikuwa ofisini. Alikuwa ni kitenzi kishirikishi pia. Kwa hiyo ndani ya vitenzi vishirikishi au kitenzi kishirikishi ndipo tunapata aina mbili kuu za vitenzi vishirikishi. Moja, tumetaja vitenzi vishirikishi vipungufu na vitenzi vishirikishi vikamilifu. Kwa hiyo tutoe mfano mmoja kwenye vitenzi vishirikishi vipungufu. Kwenye vitenzi vishirikishi vipungufu tuna ni na si. Baba, mfano, baba ni mwalimu. Baba ni mwalimu. Au baba si mwalimu. Mfano wa kwanza, baba ni mwalimu. Au baba si mwalimu. Kwa hiyo hivi ni vitenzi ambavyo ni mifano ya vitenzi ambavyo ni vitenzi vipungufu. Mbili, kwenye vitenzi vishirikishi vikamilifu. Hivi vitenzi viwili ambavyo kimoja ni cha ukanushi, kingine ni cha uyakinishi. Pia tuone mfano wa pili kwenye vitenzi vishirikishi vikamilifu.
hususan vile vitenzi ambavyo tukivichanganua vinakubalika kuchanganuliwa. Kwa mfano, tukisema mwalimu mkuu alikuwa ofisini, kwenye kitenzi au vitenzi vishirikishi vikamilifu tukisema, mfano wa pili, mwalimu alikuwa ofisini. Alikuwa ofisini. Kwa hiyo alikuwa ni kitenzi au ni vitenzi vishirikishi vikamilifu, kwa sababu ndani ya kitenzi hichi tunaweza tukakichanganua na kupata mzizi na kupata pia viambishi tofauti. Lakini kwenye vitenzi vishirikishi vipungufu haviwezi tena kuchanganuliwa na kubaki kwenye maana kamili. Asanteni sana na tunawashukuru. Hapa ndipo tunamalizia kwenye dhana ya vitenzi. Ukiwa na comment, ukiwa na maswali, ukitaka kuuliza, hebu tufate kwenye chaneli yetu ya Darubini ya Kiswahili Sanifu. Tukujuze mengi. Namba yetu ya simu ni 074 21 89 339. Hebu hata inbox ukitutafuta utatupata kwa hiyo namba ya WhatsApp. Asanteni sana na karibuni tena tujifunze mafunzo yetu ya lugha ya Kiswahili.